Bwana we, Tanzania ni nchi iliyobarikiwa kuwa na makabila mengi sana. Miongoni mwa makabila yaliyoko Tanzania, kuna kabila moja tu ambalo limeweza kuwavutia watu wengi sana. Limewavutia watalii, limewavutia watu wengi kutoka nje na ndani ya nchi ya Tanzania, kwani yale mambo yote ambayo tumeyasoma katika vitabu vya historia vya watu wa kale, namna ambavyo waliishi, tunakuja kuona kwamba hii ni jamii pekee au ni kabila pekee ambalo bado linayaishi yale maisha ambayo sisi tumeyasoma katika vile vitabu. Maisha yao ni ya kushangaza sana, kwani hawana kazi maalum inayowaingizia kipato, na pesa kwao sio kipaumbele, kwani hata wakipata pesa wanakuambia hawana matumizi nayo. Ni nini wanaweza kununua? Kwa hiyo maisha yao yamebaki kuwa ya kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Maisha yao yamebaki kuwa ya uwindaji na kuokota mizizi kwa ajili ya chakula. Wao wanaishi ili wale na maisha yaendelee, lakini pia ni jamii ambayo haina uchumi wa kueleweka, na lugha yao imekuwa ikiwashangaza watu wengi. Lugha yao imekuwa sio lugha ya kawaida kama ilivyo katika jamii zingine, kwamba mtu anaweza katoka katika kabila fulani akaenda kujifunza tamaduni au lugha ya kabila nyingine. Kwa mfano, mtu anaweza akajifunza Kisukuma na akaelewa vizuri akazungumza. Mtu anaweza akajifunza Kiha akaelewa akazungumza na makabila mengi Tanzania, lakini hili limekuwa ni kabila la tofauti kidogo, kwani mfumo wa lugha yao umekuwa ni mgumu sana. Ni click language, ni lugha ambayo ni ngumu kuielewa kama wewe sio mtu wa kabila hili la Kihadzabe. Lakini pia utamaduni wao umewavutia watu wengi, kwani wao wakifanya kazi kwa muda fulani wamekuwa na furaha wakisherehekea kwa pamoja, na sherehe zao zimekuwa ni za ngoma, kama vile ambavyo tumesoma katika vitabu vya kihistoria. Sherehe zao zimekuwa za ngoma, wamekuwa wakiimba nyimbo za asili, wamekuwa wakijifunza wakifanya vitu vingi vikubwa vya kiasili, tofauti na makabila mengine ambayo sasa hivi yameingia katika utandawazi. Dunia imekuwa kama kijiji, watu wanatumia smartphones, watu wanacheza miziki ambayo inatoka katika vyombo vilivyotengenezwa na mzungu. Wao Wahadzabe ni kabila ambalo halijapata kuelewa haya mambo. Wanaishi mistuni, hawana makazi ya kudumu, wanakaa eneo kulingana na upatikanaji wa chakula, kwa maana ya nyama pamoja na mizizi. Mizizi inapopungua, wanyama wanapokosekana, basi Wahadzabe hubeba vilago vyao na kuhama eneo lingine ili waweze kupata sustainability ya maisha yao, waweze kupata uhakika wa kuendelea kuishi. Mavazi yao ndio kama ambavyo yanaonekana, ni watu ambao mara nyingi wamevaa sana magome ya miti, wamevaa sana magamba ya wanyama, ngozi za wanyama, na wamekuwa wakiona ni hali ya kawaida tu, kwani ndio maisha ambayo wameyazoea. Licha ya kuwa sasa hivi kidogo utamaduni umebadilika, na kadri siku zinavyoendelea kwenda wanaendelea kujifunza maisha ya Watanzania wengine, kwani baadhi ya Wahadzabe wameamini kuvaa mavazi kama nguo, mavazi ya kupendeza ya kufunika mwili mzima ndiyo habari ya mjini. Kwa hiyo tamaduni zao zimeendelea kubadilika. Hili ni kabila ambalo pia haliamini katika elimu, haliamini katika kusoma, kwa sababu wamekuwa na maswali mengi ambayo hayakuwa na majibu. Unasoma ili ukawe nani? Kwenye ofisi ya nani? Ukamsaidie nani? Hayo ndio maswali mengi makubwa ambayo walivyotafakari na kukosa majibu, waliona hakuna haja ya kusoma shule. Licha ya kwamba sasa hivi kidogo wamebadilika kutokana na mwingiliano wa makabila tofauti kwenda kuwatembelea Wahadzabe na kutoa elimu juu ya watu kwenda shule kusoma, na tunaweza kutengeneza kizazi gani kesho. Kwa hiyo Wahadzabe wanaendelea kubadilika taratibu, na tumeanza kuwaona baadhi yao wakienda shule. Hapa tunamwona
miongoni mwa watu maarufu kutoka jamii za Wahadzabe anaitwa Cheba, akitembelea shule ambayo wako mchanganyiko wa wanafunzi wa Kihadzabe na makabila mengine, ambapo tunaona kwamba ameenda kutoa misaada mbalimbali kwa hawa watu ambao ni Wahadzabe, ambao zamani walikuwa hawaamini katika elimu, lakini sasa tumepata kuona kidogo wanabadilika. Bana, ni jamii ambayo haiamini katika pesa. Leo Mhadzabe ukimpatia pesa anawaza ananunulia nini hiyo pesa, kwani maisha yao yamekuwa ni ya kawaida sana. Ni jamii ambayo hakuna tajiri wala maskini, wao wanaamini katika usawa, kwa sababu kazi ambayo anaifanya mtu fulani ndio hiyo kazi ninayoifanya mimi. Anawinda, ninawinda, anawinda, ninawinda. Hakuna kitu ambacho kinaweza kututofautisha mimi na yeye. Kwa hiyo ni watu ambao mara nyingi wameishi kwa kufanana, hawana utofauti. Uchumi wao ni ule ule. Lakini kitu kingine kikubwa zaidi cha kushangaza ni kwamba hawa watu hawanaga sherehe kubwa pale mwenzao anapooa, lakini sio shida kwao kushare mke. Mwanamke anaweza akawa na mtu mmoja leo, lakini kesho akajikuta mara baada ya kuachana na huyu mtu, basi haraka zaidi anakuwa na mume mwingine au anakuwa na mwanamke mwingine. Lakini pia mahari kwao sio pesa. Mahari kwao ni vitu ambavyo wanaviwinda au wanavitafuta kila siku katika misitu yao. Unaweza ukaenda kwa wazazi wa mwanamke na kutamani kumwoa yule mwanamke, unaambiwa katafute mnyama mkali tuletee ili tuweze kupata kitoweo. Basi hiyo ndio mahali ya Wahadzabe, wanaweza kupata mke kwa njia hiyo. Basi endelea kukaa na mimi ili uweze kujifunza mambo mengi.